za mjini, tujue kitu gani kinaendelea. Unajua mimi kutwa nzima nashinda hapa ofisini, kwa hiyo sijui dunia inaendaje. Kwa hiyo nategemea nyinyi mkiwa mmefika hapa ofisini ndio mnanijuza mambo ya nchi, dunia inaendaje, tukupe update. Yeah. Kwa hiyo mimi nategemea update kutoka kwako. Nchi inaendaje? Dunia inaendaje? Mitandao inasemaje? Nani kafanya nini? Sio si kazi zetu tukifika tu ofisini kuanzia saa 2 mpaka muda ambao tunarudi nyumbani. Ni kutoka hapa kwenda nyumbani tu. Nchi bwana, sasa hizi discussion imebadilika. Ndio. Sasa hizi bwana, wanaozungumza sana ni sisi vijana. Ndio tunazungumzwa sana. Vijana tunaonekana tunapenda sana shortcut ya maisha. Ndio. Hatutaki kusubiri mchakato. Ndio. Tuna haraka. Na tunaiga pia. Kwa hiyo yani hiyo ndio discussion kubwa sasa hizi ambayo inazungumzwa. Kwa hiyo unataka kujiteteaje kama kijana? Of course, unajua kitu kikubwa especially sisi vijana ambao tumetoka huko mbali na hili jiji. Ndio. Yaani unasema maisha ni mchakato. Na kila siku ni siku ya kusababisha na kukua. Yaani kila siku unatakiwa ufanye, unasema hatua. Hata wewe ulipoanzisha hii project yako hapa, naamini kuna hatua fulani hivi ulianza nazo. Ndio. Mdogo mdogo mpaka leo hii umefika una sauti moja kali sana. Kwa hiyo yaani kitu kikubwa ni kukumbushana, kwa tujue kwamba maisha ni mchakato, maisha ni hatua, maisha ni kujaribu kila siku ili ukue, yani kama kijana, kuliko kutamani vitu vikubwa ambavyo unaviona barabarani ilhali capacity ya uwezo wako ufiki huko. Kwa nadhani hiyo ndo jambo kubwa sana. Wewe kijana unaweza kupita kukuta vijana wenzio wanaendesha magari huko, ukajiuliza mambo yanakuaje? Mbona kama mimi nachelewa sana? Kumbe bwana, you never know behind the scene wamefanya nini, au kuna nini, au kuna story gani, au kuna hadithi gani ambayo hujui. Kwa kikubwa uendelee kuwa na mtazamo chanya, uamini kwamba kila siku unahitaji kupiga hatua moja kwenda mbele. Umeona? Nakuelewa. Yeah, kwa hiyo ndo jambo la msingi. Leo hii unakuta kijana anatamani amiliki mama ambayo hata capacity ya mfuko wake hawezi kumiliki. Mwisho wa siku unajikuta unaingia kwenye trauma, stress, matatizo ya akili. Umeona? Sababu ya tamaa ya mambo makubwa. Wenyewe wanasema mizigo. Kwa hiyo sasa wewe upendi mizigo mwana? Kaka, mimi napenda kubeba mzigo ambao unaumudu. Najua kabisa bana, huu mfuko wangu unaruhusu. Ndio. Kuliko kuwa na desire mambo makubwa, at the end of the day unajikuta unatesa saikolojia yako, unatesa akili yako kwa kutamani mambo makubwa ambayo wewe mwenyewe kwa wakati huo huna uwezo nayo. Kwa hiyo ni mchakato. Na kuelewa kwamba pointi yako vijana tule kwa urefu wa kamba zetu. Kabisa. Yaani tusitake mambo makubwa, sehemu kama unaona hii mimi maji ni marefu. Kabisa. Unajua sisi vijana mudi, sisi ukiangalia kufuna kama mimi. Kwa umri wangu bado nina nafasi kubwa sana ya kuendelea kukosea, kujirekebisha na kupiga msasa. Ndio. Ili nizidi kusogea. Umeona? Kwa hiyo sasa leo hii nikianza mimi kufanya comparison na lifestyle au na mtu ambaye leo hii sijui deep down hadithi ya maisha yake ikoje, mtihani mkubwa sana. Kwa hiyo bana, nadhani kitu cha msingi ambacho sisi masela tukikaa kwenye vijio huko tukumbushane, hata leo hii ambao unashika usukani kuongoza kwenye field tofauti. Walianzia huku kama sisi. Unga mwana mpaka leo hii wanamiliki ambao wanamiliki. Kwa hiyo
Na kingine cha umuhimu ambacho nakiona mimi kwenye maisha ni muhimu, tujue kwamba kila unayetamani maisha yake au kila unayemuona yupo kwenye sehemu fulani, jua na yeye bado hajafika. Yaani na yeye kuna sehemu anaitaka. Kabisa. Kwa hiyo tukiwa kwenye sehemu fulani tusizidharau sehemu zetu ambazo tupo, kwa sababu kuna watu wanazihitaji hizo hizo. Kabisa. Wanasema sometimes ili umshukuru Mungu, angalia nyuma yako. Angalia ni watu gani wanatamani kuwa kwenye hiyo position ambayo una leo hii. Wewe Mudi umiliki ofisi kubwa kama hii au kuwa na space kubwa kama hii, maana yake lazima umshukuru Mungu kwamba kuna hatua fulani nimezipiga. Kwa hiyo of course na kuangalia mbele sio mbaya sana, ili upate motivation ndio ya kuendelea kujaribu, lakini hata ni kitu cha msingi ni kuendelea kumshukuru Mungu na kujaribu kuendelea kupambana. Basi tutatimiza ndoto na sisi siku moja. Amina. Kabisa. Mitandao ya kijamii unaizungumziaje? Unanufaika na kitu gani mwanangu kupitia kwenye mitandao ya kijamii? Mwanangu, mitandao ya kijamii sasa hivi mwanangu ni mchongo. Asikwambie mtu, mimi kuna siku moja nilialikwa kwenye event moja, ilikuwa ni event ya awards tuzo. Ilikuwa zinafanyika Selena pale. Sasa namna ambavyo mimi kidogo nimejitengeneza kwenye mitandao ya kijamii ni some sort of corporate. Ndio. Of course na activities ambazo tunazofanya. Sasa nimefika pale, tulikuwa tunafanya ile networking ile, watu mnakutana, mnapiga story, mnabadilishana business card na vitu kama hivyo. Sasa kuna mshikaji akanifuata, akaniuliza blaza unafanya nini? Nikajitambulisha, akaniambia nipe social media page zako, nikampa. From there tu yule mtu, mimi nilikuwa simjui, kumbe ni mkurugenzi wa kampuni moja hivi ya masuala ya rangi, decoration na vitu kama hivyo. Kwa hiyo akaniambia brother, we need to do something na nini. I was very interested kwamba jamaa kupitia tu kuniona mimi kwenye social media platform ameona kuna kitu naweza nikamuongezea kwenye career yake. Kwa hiyo nadhani kitu cha msingi ni sisi kama vijana kusanuka, kujua kama mitandao ya kijamii ambayo tunaitumia inatakiwa tuitumie kwenye engo gani ili ituletee matunda. Mtu akiingia kwenye mitandao ya kijamii ajue kabisa bana huyu ni Mudi Cutting. Ndio. Au mtu akiingia kwenye mitandao ya kijamii ajue bana huyu ni mtu fulani content creator. Umeona, huyu ni mtu fulani anafanya hivi. Yaani tuutumie mitandao in a very positive way. Tusijichanganye, unafanya hiki unafanya hiki kwa wakati mmoja. Kabisa, mitandao ni mchongo. Yaani kama sasa hivi unaweza kumiliki bando, ukaingia ukajiunga, ukafanyaje? Ujue tayari mitandao inatusanua kwamba internet ni mchongo. Kwa hiyo tuutumie in a very positive way ili tujenge, umeona, tutengeneze kipato, tupate hela. Mimi na rafiki yangu mmoja ndio unamjua Merado. Merado bwana, siku moja alikuwa anapiga story. Akatupa tu story yake, namna ambavyo akikaa nyumbani anaweza kutengeneza hela kupitia TikTok. Ndio. Kiukweli nilishangaa sana. Nikasema mwanangu, hii inawezekana vipi? Yaani kupitia tu TikTok mtu anapata hela. Umeona? Lakini ndio dunia sasa hivi iliko. Kwa mwanangu, mitandao ya kijamii kaka, kuna mtu leo hii sawa anafanya biashara. Yuko zake bonyoko ndani amejiunga zake wifi anayo ndani. Amekaa hapa na push biashara, anapata wateja, anafanya delivery kupitia mtandao. Kuliko kuingia na kutukana au kufanyaje au kuwa na nisemaje, lakini all ni hivyo. Tunasemaga kwamba wahenga hawaamini, lakini ni kweli kwamba wahenga hawaamini kwamba unaweza ukalala mpaka saa 7 alafu baada ya hapo ukatumia mtandao ukapata hela. Wahenga wao wanaamini kwamba uamke asubuhi, uoge saa 1, uingie ofisini, urudi nyumbani saa 12 au urudi saa 2. Kwa hiyo wahenga nadhani sasa hivi wakiamka huko waliko wanashangaa kwamba vijana hawana wahenga wanashangaa kwamba vijana wanapata hela kupitia TikTok. Mtu ana dance tap screen anapata hela. Kwa hiyo miaka inabadilika, pia miundombinu inabadilika, maisha yanabadilika. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tuende na wakati.
kabisa. Na wakati usitoache, ukijifanya kwamba unafanya vitu vyako kwa kizamani, basi utabaki kuwa wa zamani. Na ukifanya vitu vyako kisasa utabaki kuwa kisasa. Ya, lakini pia tusanuke, unajua kuna siku hizi kuna michongo mingi sana ya Gavo ambayo inatoka huko. Ndio. Michongo mingi sana ya Gavo, kuna mchongo wa Gavo wa bilioni ngapi umetoka huko, content creators huko. Sisi watumiaji wa mitandao ya kijamii tuchangamkie. Kwa mimi ambaye sijui Gavo ni kitu gani, labda unaweza Gavo kaka ni serikali kaka. Unataka kijiwe gani? Siko peke yangu ambaye sijui, najua watu wengi hawajui mambo ya Gavo. Gavo ni serikali. Kwa hiyo unaweza kutufafanulia? Gavo ni serikali. Kwa unazungumzia michongo ya Gavo ni tunazungumzia serikalini. Fursa ambazo zipo serikalini. Kwa hiyo na vipi kuhusu muziki? Msanii wako pendwa msanii gani? Ni Mbosso. Msanii wako pendwa ni Mbosso. Bwana Yusuf Kilungi. Ndio, anawakosha watu wengi sana. Ndengeleko wa Rufiji yule. Safi, hiyo nzuri. Anafanya vizuri sana. Kinachokufanya umpende yeye zaidi kaka ni utunzi wa mashairi. Ndio. Yule wanasema ni mrumbi, ni mwandishi. Yule ni Shabani Robert wa kizazi hichi. Shabani Robert wa kizazi hichi cha sasa hivi. Ndio yule. Unamjua Shabani Robert? Namjua? Simjui. Huyu ni mtunzi wa mashairi. Anapenda sana mambo ya mashairi inaonekana. Kwa sasa kizazi hichi tunaye Mbosso. Kwa hiyo ukitaka kusikiza muziki mzuri, sisi watu wa Pwani, basi flavor tamtam tunazipata kwa Mbwana. Yusuf Mbwana Kilungi. Siku hizi kumekuwa kuna wimbi kubwa sana la madada wakiwa wanalia, wanalalamika kuhusiana na vijana tunawasumbua. Yaani vijana sasa hivi tumekuwa changamoto kubwa kwenye mahusiano kuliko madada. Kidogo wenzetu wanajitahidi wawe watulivu kwenye mahusiano, lakini tumekuwa matapeli, tunawalagai sana. Kwa hiyo sisi ndio tumekuwa changamoto kubwa kwenye mahusiano sasa hivi. Je, unalizungumziaje hili, au unaweza ukatutetea au ukawaelimisha kitu gani kinafanya sisi tuvunjike mioyo au tuwe hivi ambavyo wanapotuzungumzia sasa hivi kwamba tumekuwa wasumbufu wanaume kuliko wao? Kwa sababu sasa hivi wanaume ndio wamekuwa ndio watu ambao yani inavyosemekana sisi ndio tunadeka, tunanuna, kasirika, tunataka tuhudumiwe. Kuna wenzetu wanaomba mpaka hela kwa wanawake. Wewe unaweza ukateteaje hili swala au hii skendo ambayo inatukuta wanaume sasa hivi sisi vijana? Mimi siwezi kujitetea, nitatoa mtizamo wangu tu. Toa mtizamo wako. Mtizamo wangu mimi bwana. Unajua mwanaume ni kama mtoto. Ndio. Asema mtoto umleavyo ndivyo hapo. Ndio. Kwa namna ambavyo sisi wanatutreat wao, maana yake na sisi tuna adapt kutokana na namna ambavyo wao wanatutreat. Ndio. Umeona? Leo hii mwanaume anaweza kumtengeneza, mwanamke anaweza kumtengeneza mwanaume kwa namna ambavyo yeye anatamani awe. Akakushape, akakushauri, akakujenga, akakupa motivation ya wewe kuwa bora. Umeona? Kwa hiyo mimi naamini sana mwanamke ana nafasi kubwa sana, kwa sababu mimi nimelelewa na mama, nimefunzwa na mama. Naamini mwanamke ana nafasi kubwa sana ya kumtengeneza mwanaume na kumshape kwa namna ambavyo yeye anatamani awe. Kwa hiyo nadhani pia hiyo ni homework nzuri sana kwa dada zetu. Waangalie namna gani ambavyo wanaishi na hao wapenzi wao. Unakuta kwa mfano scenario kubwa ambayo iliyopo ni unakuta dada anampa stress sana au anampressurize sana mpenzi wake kwa kutamani vitu vikubwa ambavyo unakuta mpenzi wake yeye hana. Hii ni miongoni mwa sababu ambayo inasababisha wanaume wengi wanaoga. Tunakuwa ni wazinguaji. Si umeelewa? Sababu kubwa ni pressure. Yaani unakuta mtu anajua kabisa kipato chako huyu bwana, kipato chake ni 200,000. Lakini mahitaji au mkeka ambao anakuletea, tupo kwenye mwezi wa mfungo huu, pashmina si wanaita nini, si pashmina. Au yale manini wanaita yani unakuta yani vitu vinazidi ya kuvaa yale. Yes, of course ni muhimu kumhudumia mpenzi. Yes, ni muhimu kumhudumia mpenzi wako, siwezi nikalikataa hili.
lakini lazima uangalie pia muscles za mfuko wake bila kumpa stress au kumharibu kisaikolojia au kumfanya awe mtu mbaya. Kwa hiyo nadhani kitu cha msingi ni turudi kwenye msingi wa swali ni kwamba mwanamke yeye ndo ana nafasi kubwa sana kumbadilisha mwanaume. Mimi sioni kwamba eti hakuna mwanamke ambaye ameshajaribu kumtengeneza mwanaume anamtaka yeye. Lakini wengi wanavunjwa mioyo kwa kuona kwamba mwanaume akishafanikiwa anaanza kutafuta wanawake wengine. Yaani unakuta ndio mwanamke anatafuta mwanaume ambaye ana future, anamuona kwamba huyu ana malengo na ana mipango, kwa hiyo anaweza kumvumilia kwa kipindi hiko ambacho yeye anajitafuta. Lakini baada ya hapo mwanaume akishapata sasa chochote kitu anabadilika. Kwa hiyo wanawake wanalalamika sana na wanaona kwamba sisi tunawazingua sasa hivi. Ndio maana unakuta hata zinatembea klipu nyingi za wanawake wanataka mwanaume wa kumuoa, tena ni yoyote. Hiyo mimi nadhani ni kwanza ni hulka ya mtu. Ndiyo. Ya huyo mtu mwanaume. Kwa sababu sio jambo jema mtu amekuvumilia kwenye shida na raha na unafika kwenye hatua ambazo unafanikiwa alafu wewe unamkataa au unamsaliti, inakuwa sio jambo jema. Kwanza ni hulka ya mwanaume, lakini kitu kingine ni mwanamke pia mwenyewe aangalie namna ambavyo anajibadilisha. Kuna siku moja nilikuwa napiga story na mama wangu mmoja hivi. Yeye ni kungwi wanasema, anawafundishaga mabinti ambao wanaingia kwenye ndoa. Akaniambia naona mimi mama yenu, angalia nilivyo. Mpaka leo kila siku najibadilisha ili niende kisasa kutokana na namna ambavyo dunia inaenda, ili baba yenu kila siku anione mpya. Mbona inabadilika kila siku? Sasa wewe unakuta umeolewa sawa, au jamaa mmetoka naye mbali sawa, umefika kwenye stage ambayo yeye anakutana na watu wengi, si umeelewa? Anapokutana na watu wengi, lakini pia na wewe mke wake lazima kila siku wewe unamimpress. Ndio unaona, kila siku jitahidi kuonekana, yani kujibadilisha uwe mpya kwake. Umeona? Nakuelewa kwa maana gani kwamba sisi vijana au sisi wanaume kila baada ya miaka tunapoendelea kufanikiwa au tunapoendelea kuishi kuna challenge mpya, tunakutana na watu wapya. Tunapokutana na watu wapya na sisi tunakuwa wakubwa. Kwa hiyo unakutana na mtu ambaye wa future za sasa hivi ambazo hata mkeo au mwanamke ambaye uko naye amesha relax kabisa, hataki tena kujituma kwa sababu anaona ameshafika pale ambapo alipokuwa anapataka au ameshapata kitu anachokitaka, labda ilikuwa apate ndoa. Kwa hiyo ndoa sasa ameshaipata, kwa hiyo ameamua kurelax. Nataka kuniambia kwamba wanawake inabidi wachangamke, wajabeti. Yaani unakuta yani mwanamke wako unarudi nyumbani umeoa, lakini stress unaanza kuzipata nyumbani. Anaacha kupaka mafuta tena kama mwanzo. Havai kupendeza kama mwanzo. Ile vitu vyake vya msingi ambao barabarani huko unakutana na watu ambao unakutana na watu wanapendeza, lakini inategemea. Nasikia watu wengine pia wakishaweka wanawake ndani wanashindwa kutoa huduma kama walivyokuwa wanatoa mwanzo. Wanakimbia. Hamna bana. Ndio hivyo. Kitu cha msingi ni hicho. Watu wanaume pia tuna tabia ya sio wote, lakini baadhi ya watu wana tabia ya kujijali wenyewe. Unakuta kama kujinunulia nguo, mtu anajinunulia yeye tu. Unakuta mkewe hawi katika muonekano kama anaoonekana nao yeye barabarani. Kwa hiyo sometimes tunakuwa tunasema labda tunakutana na vitu vya kunini tunakutana na vitu vya tofauti na vile ambavyo tumeviacha nyumbani, lakini kumbe hata vile vya nyumbani tunaweza tukavifanya. Au ndio bado unasimamia kwenye msimamo wako ule kwamba wanawake inabidi wabadilike. Uko sahihi, lakini mimi nadhani pia kama mpo kwenye ndoa, miongoni mwa kitu cha msingi ambacho pia inatakiwa kama kwenye ndoa inatakiwa muendelee kugongelea msumari ni kuhakikisha unatengeneza mwanaume unatengeneza kipato kwa mwanamke wako, at least sehemu ambayo wewe unaweza kuwa una gap yeye aweze kufeel. Kwa mfano ukitengeneza kipato kwa mwanamke wako akawa na uwezo wa kununua lotion ya 100,000, 200,000, 300,000, anaweza kufanya mambo madogo hata in essence kwenye situation ambazo wewe unakuwa uko busy au hauwezi kwa muda huo kumnunulia kitu ambacho anakihitaji, bado anaweza kaenda yeye mwenyewe akanunua na akawa bora. Kwa hiyo nadhani kitu cha msingi ni hicho. Yaani pia mwanaume lazima umwezeshe mke wako awe na kipato. Kwa hiyo tuwafungulie biashara zetu awe na vipato ili stress ndogo zisiwepo. Sio ukimfungulia biashara ndio ataenda kutoka na wateja.
Hamna. Sasa si mwanamke ambaye anajitambua ni mkeo. Usiwe na mtizamo hasi, lazima uwe na mtizamo chanya. Naamini kwamba yeye atasababisha. Kwa ni muhimu sana. Hiyo nzuri Kabisa kuwawezesha ili stress ndogo ndogo zisiwepo. Stress ya 50, 20, sisi ndio ngapi hivi mafuta. Unajua simu na nyezi zikiwa nyingi zinaboa. Mimi ni shabiki wa Man City. Man City nimeanza kuishabikia kuanzia mwaka 2010. ndio. Unajua Man City sisi mashabiki tukisema ni mashabiki wa Man City hatuaminiki. Unaona mashabiki wa Azam wa juzi. Lakini mashabiki wa Man City wa siku nyingi kidogo. Kwa kipindi hiko cha Roberto Mancini kipindi hiko siku nyingi kidogo. Uanza kuzungumza chochote kuhusiana na timu yako labda katika nafasi ambayo ipo sasa hivi, na wewe ulikuwa unapiga hesabu, ulikuwa unafikiria sana sisi msimu huu desire kubwa ya ubingwa of course tunayo, lakini kama tushakata moto hivi. Tushakata moto wote waachie at least na ndio msimu huu achukue. Kwa hiyo umeamua kukubaliana na hali kwamba timu yako kwa mwaka huu mfanye shughuli zingine mkalime. Kuna mambo msimu huu bwana. Hata ile desire ya kupambania timu kwamba nataka tuchukue ubingwa, ile hamu ile kubwa imeisha. Haipo mwanangu. Kuna hili swala la vijana tunashindwa kusapotiana. Unasikia tunanyimana tu michongo, tunabaniana. Unaweza ukasikia labda mtu anahitajika sehemu mtu fulani, na unajua kabisa kwamba sehemu hii hapa nikimweka mudi anakaa na anaweza akapata riziki, au sehemu hii hapa nikimweka Hansi anaweza akapata riziki. Wewe unalizungumziaje hili swala la kunyimana michongo? Vijana tunabaniana sana. Ndio kweli. Mimi bana binafsi nikikaa tu huwa najiuliza maswali mengi sana, nakosa majibu kwenye engo hiyo ya kunyimana fursa. Ndio. Yaani nakosa majibu kwa sababu gani? Leo hii mimi nakaa naangalia mabrada zangu ambao wamefanikiwa. Unakuta kwenye cycle yao unakuta wengi walipigana tafu. Yaani unakuta hata leo hii ukiangalia cycle ya matajiri, wengi unakuta walipigana tafu. Umeona? Huyu alimsaidia yule. Niko poa, tunashoot. Ndio. Huyo ni Msafi Swag. Unakuta huyu alimsaidia yule kupiga hatua. Umeona? Lakini sisi hatutaki kupigana msasa kwa sababu leo hii mudi wewe unaposhindwa kuwapiga tafu wanao, maana yake unatengeneza cycle ya watu maskini wengi ambao wamekuzunguka. Yaani siku inafika hata una shida ya laki hata 3. Yes. Lakini marafiki zako wote wanashindwa kukusaidia kwa sababu umeshindwa kushika mkono pale leo ulipokuwepo nacho. Kabisa kwa sababu umetengeneza mzunguko wa watu wengi maskini ambao hawawezi kukusaidia. Kwa lazima tupigane tafu, lazima tusomeane vizuri kwenye vyumba vya fursa. Ndio. Ili wote tupige hatua. Kuliko leo unakuta kijana anamsagia kijana mwenzie kunguni, yani kwamba wewe yani huyo mchongo huu asipate. Sio kweli bwana. Kwa lazima tupigane tafu, yani tusemeane vizuri kwenye vyumba vya fursa kwa sababu kila mtu ana nafasi yake. Ndio. Kila mtu ana nafasi yake. Wewe ulisema ambayo ulio bora, mtu mwingine hawezi akafit. Umeona? Kwa lazima kila mmoja awe balozi wa mwenzie, yani ili wanasema tunategemeana. Mimi kuna wimbo naopendaga sana. Wimbo gani? Unaitwa tunategemeana. Tunategemeana ameimba nani? Ameimba yule mtumishi anaitwa nani yule? Alifanyaga remix na Elin Oya. Yaani wewe tunategemeana. Umeona? Yaani hivyo kwa maisha tunategemeana. Umeona? Wakule anamtegemea huyo, wa huku anamtegemea yule wa kule, ili wote. Kwa hiyo hapo inatakiwa vijana tupeane support. Unapotengeneza support kwangu mimi leo kabisa. Umeokoa watu wengi kwenye maisha yangu. Kwa sababu mimi naangaliwa na wazazi, naangaliwa na familia. Lakini pia kuna mabinti wa mjini pia wananiangalia. Kwa hiyo natakiwa usaidie hicho kikosi chote, na pia wewe nitakuja kukufaa kwa sababu kuna leo na kesho. Kesho na kesho kuto umepata changamoto. Tunawaona watu kibao ambao walikuwepo kwenye sehemu fulani lakini hawapo tena.
na sio kwa sababu labda wao hawajafanya vizuri, walifanya vizuri tu, lakini riziki zao zimeshaisha pale kabisa. Kwa mfano unaweza kukuta leo kijana ana mshikaji wake ambaye labda ni winga kwa zake Kariakoo pale, anauza t-shirts, nguo, raba kali, ana post status na nini na nini, anashindwa kumuungisha kwa sababu ya margin ya shilingi 5,000 kwamba hii kitu Kariakoo kinauza 30, huyu mwanangu anauza 35, subiri niende mimi mwenyewe chimbo bwana. Anasahau kwamba ile nauli ya ile shilingi 5,000 maana yake ni sehemu ya nauli kutoka alipo kwenda Kariakoo. Kumbe alikuwa anaweza kumuungisha mwanae winga ambaye yuko pale, umeona, akamrahisishia mambo yake yakaenda kwa haraka, lakini pia anamrahisishia yule mwanae, huenda hiyo siku labda alikuwa haelewi, umeona, akamsupport, umeona, akamtoa kwenye hiyo siku ambayo yeye alikuwa haelewi kwamba leo itakuwaje. Napigia mwanao winga bana, labda ni mwana umepost kali, mwanangu nifanyie, umeona, chapo anakufanyia delivery, maisha yanaenda. Kwa lazima tusupportiane. Yaani sio na mindset kwamba simi niingie mwenyewe chimbo, mwanangu ananipiga. Amna, kama una nafasi hiyo ya kumsupport mshikaji, support. Kwa sababu mwisho wa siku tunategemeana, yani tunategemeana. Huwezi jua mshikaji atakupush wapi. Lakini pia wanawazungumziaje wale washikaji ambao tukiwa nao, tukiwa bado tunaanza processes za kutengeneza kitu, wanakuwa pamoja na sisi, wanatushauri vizuri na wanatupa moyo, lakini tukishafika kwenye malengo sasa wanatukataa, wanakuwa ndo watu wa kwanza kwenda kutusemea vibaya. Yaani wewe baada ya kupiga hatua mtu anaenda labda anakuwa na mtu alikuwa rafiki yako tu vizuri, na wakati unaanza process ya jambo lako unamshirikisha, anakushauri, anasimama na wewe kwa namna moja ama nyingine, lakini baada wewe mambo yanaanza kuwa vizuri, unaanza ule mchakato unaanza unaanza kukulipa kidogo, yeye anaanza kukuzungumzia vibaya, anakutenga tena, anakuwa hayuko karibu na wewe. Hiyo inakuwa ni kitu gani inasababisha hiyo hali? Inatokeaga kwa marafiki zetu mpaka ndugu sometimes. Kwamba unakuta ndugu au mtu anakusaidia ukiwa unaanza jambo lako, unaanza jambo lako, unamshirikisha, anakusaidia, anatoa mchango wake, au atafanya chochote ambacho anakiweza, lakini baadaye ukishaanza kufanikiwa ule mchakato wako ukaanza kuleta manufaa, ukaanza kuonekana mbele za watu au watu wakaupokea, wanakuwa ndio watu wa kwanza kuanza kutupinga na kutupelekea maneno mabaya kwa watu. Hii inakaeje? Yani kitu gani kinasababishaga mpaka tunafikia kwenye hali hiyo? Wengi unakuta mtu kakusetia limit kwamba huyu mwanangu atafika tu hapa, lakini huwezi jua kumbe Mungu ana kusudi kubwa sana na wewe la kupiga hatua zaidi ya hapo ambapo yeye amefikiria. Kwa hiyo ukianza sasa kupiga hizo hatua, unakuta mtu anaanza kukuchukia, na unakuta huyo mtu kimsingi hakuwa mtu mwema, kwa sababu mtu mwema siku zote unaofanikiwa na yeye ndo anazidi kufurahi kwamba bwana nilimsupport mshikaji alipofika kwenye ile hatua. Maana yake unakuwa una feel proud kwamba nimempush mshikaji, amefika sehemu sasa hivi anatimiza ndoto. Kwa hiyo nadhani wengi ni kuseti ile limit kwamba huyu at least apate hela akula, kwa mfano apate hela akula, lakini unapoanza kufanikiwa ndio unakuta hizo chuki ndio zinakuja. Mtu anaona sawa, anafanikiwa labda kunizidi mimi, au anafanikiwa kuwazidi labda watoto wangu, au anafanikiwa labda kuwazidi watu fulani. Unakuta hapo ndio chuki zinapoanza. Sio kwamba labda sisi baada ya kufanikiwa au baada ya mchakato na kusaidiwa tuna mambo yanakaa vizuri, tunaanza kuwadharau wale ambao ambao wametushika mkono. Hamna. Unajua sometimes unakuta kuna vitu sometimes huwa vinabadilika organic. Kwa mfano wewe leo unaanza kupata fedha nyingi, maana yake hata automatically hata lifestyle yako itabadilika. Watu ambao utakuwa unakutana nao utabadilisha, umeona sim rate yako ya kupokea itabadilika, mfumo wako wa maisha unabadilika completely. Hata maeneo ambayo unaonekana mara kwa mara unakuta sasa hivi haonekani tena, kwa sababu ya kipato ndio kinakufanya kina kushape kwenye namna hiyo. Kwa hiyo lazima ubadilike na watu ambao wamekuzunguka wakubali kwamba jamaa huyu sasa hivi amepiga hatua, umeona, sio yule wa zamani, umeona, wakubali hilo. Kuliko unakuta mtu anakuletea ushakuta na mtu anakuchukulia ile zamani ambapo labda mlikutanaga huko zamani huko, yani ukikutana naye sasa anakutreat hivyo. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba inabidi ndugu zetu ambao wanatushika mikono na kutusupport
Yaani wewe waelewa na kutambua kwamba maisha ya sasa na yani sio yale ya mwanzo, au mimi sio yule wa mwanzo ambaye tulikopo wote. Tunaweza tukakaa sehemu labda nikapoteza muda hata masaa mawili tukawa tunapiga story, au nikamsindikiza sehemu fulani kwa sababu na mimi pia nakuwa busy na kila kitu na kile kitu ambacho nilikuwa nakipambania. Na kile kitu ambacho nilikuwa nakipambania sasa ndio kinanihitaji. Inabidi muda mwingi niwepo hapo. Sasa nakosa ule muda wa kuwa nao karibu tena. Kama nilikuwa naonana nao kwa siku mara 2, tutakuwa tunaonana mara 1, au kwa wiki labda tunaonana mara 3, tutakuwa tunaonana kwa mwezi mara 2. Yeah, kabisa. Unaweza kukuta kwa mfano wewe umesimama hapa almost masaa 3, masaa 4 una wateja, unakimbiza. Umeona? Lakini mtu hapo hujapokea simu, muda wote hujashika simu. Mtu anaanza akikupigia simu hujakuta anaanza kukasirika kwamba jamaa anampigia simu siku hizi ashiki simu. Kumbe unakuta labda mdogo ulikuwa uko busy, umeona? Au mazingira ambayo uliopo sio rafiki. Kwa mtu anaanza kufikiria kwamba anavimba siku hizi bana, kipato kidogo tu tayari anaanza kukasirika. Kwa hiyo unakuta hivyo, lazima tuelewe na tubadilike kutokana na nyakati zilizopo. Lakini pia tusisahau kwamba wale watu waliotusaidia walikuwa wana matumaini kwetu. Kwamba mtu anakusaidia akiwa anajua kwamba kuna siku yeye kuna kitu atakihitaji kutoka kwako. Huenda labda hahitaji ule msaada ambao alikupa urudishe, lakini kuna namna yeye atakuwa anahitaji mchango wako kwake, hata kama sio wa fedha au sio wa kile kitu ambacho alikitoa, lakini pia hata ile shukrani ya maneno, kumthaminisha kwa watu. Na vijana wengi tunashindwa kufanya hivyo. Kabisa. Tunasaidiwa na watu, lakini kuna sehemu zetu hatutaki hata waonekane au hata wajulikane kwamba tulishikwa mkono na mtu fulani. Hii pia nayo inawafanya wao waone kwamba walifanya kimakosa. Sasa wewe unasaidia, nadhani kitu cha msingi pia ambacho unatakiwa kujua ni kwamba kuna ile tenda wema nenda zako. Vipi bwana? Unawachamba umbea sasa. Lazima ujue kwamba tenda wema nenda zako. Yaani usisubiri expectation. Unaona kwamba nimewekeza pale kwa lazima kirudi. Wewe umemsaidia basi Mungu atakulipa wewe kwa namna nyingine, lakini usitegemee 100% kwamba wewe mtu anaweza kukuletea matunda yale ambayo wewe unayategemea. Kwa hiyo lazima hilo tulielewe bwana. Sawa. Lakini pia mimi nilikuwa nasisitiza hapo kwenye kuthamini msaada wa mtu. Tujitahidi kidogo watu ambao walitushika mikono tusiwatupe kabisa. Ni muhimu. Tuwatambulishe kwa ndugu, kwa wazazi, wao wanawajua kwamba bwana huyu mimi alishawahi kunishika mkono hapa kunipeleka sehemu nyingine. Kwa hiyo ni kama ndugu yangu, ni mtu mwenye mchango kwenye maisha yangu. Hivyo ndio vitu wanavyohitaji watu ambao wametoa kitu chao hata kama ni kidogo, lakini kwa muda huo ambao wewe ulikopo na shida nacho sio kidogo tena. Kabisa. Wanasema appreciation muhimu. Kwa hiyo tusiwasahau watu ambao walitusaidia. At least kumtambua tu kwamba mtu fulani bwana alinisaidiaga bwana kwenye nyakati ambazo sina. Ushasikia ile mtu anakuambia kwamba ushasikia ile mtu anampigia mzazi wake hesabu kwamba bana tupige hesabu. Toka umeanza kunilea mpaka sasa hizo umetumia shilingi ngapi? Nikulipe. Umeona vitu kama hivyo sasa. Sasa unakuta ile hela labda kama alitumia 100,000 au milioni 1 ya kipindi hicho. Tofauti na sasa hivi. Kipindi hicho wewe ulikuwa unahitaji zaidi kuliko sasa hivi. Kwa hiyo ni muhimu ku appreciate na kuwatambua watu ambao wanatushika mkono kila siku. Hiyo nzuri. Unaweza kumzungumziaje kinyozi na umuhimu wake, au wewe unamchukuliaje kinyozi na kazi yake? Kwa sababu watu wengi wamekuwa wakituona labda sisi vinyozi ni watu ambao tumefeli maisha, tumefeli shule, hatuna future, kwa hiyo tumekimbilia huku ili tusogeze tu siku za kuishi, tupate hela tule na maisha yaendelee. Sasa leo nikasema nikuulize ndugu yangu, wewe kwa mtazamo wako au kwa maono yako unamuonaje kinyozi au unamzungumziaje kinyozi? Umemweka kwenye nafasi gani? Sio kweli. Yaani sisi huo mtazamo kama mtu ana mtazamo huo jamani, hemu autoe, sababu yani sisi mionekano yetu inategemea inabebwa sana na vinyozi. Na vinyozi uweze amini ni sanaa. Kunyoa ni sanaa, sio kila mtu anaweza kukaa hapa akatoa kitu. Kwa hiyo hii ni industry kama ilivyokuwa industry zingine. Ni huduma. Na ni sanaa, yani kama zilivyokuwa huduma zingine muhimu. Nyeti kabisa. Yaani tena ni nyeti kabisa. Leo hii huwezi kwenda kwenye shughuli wewe bila kuwa na kinyozi.
haja kuweka kitu fulani cha kokoto. Kwa hiyo lazima, yani ni kitu muhimu sana sana na ni sanaa, yani sanaa mablaza zetu kipato, sehemu ya kipato kikubwa siku hizi. Watu mnaendesha magari bwana Mudi, ni juhudi hizo kaka, kupitia haya mambo juhudi. Kwa hiyo sasa sio lakini cha kubeza. Najaribu kukusanya comment za baadhi ya watu kuhusiana na kazi yetu ya kunyoa, kwa sababu kuna mablaza zamani walishazalilika, kuna mablaza walishatakaga kwenda kuoa, lakini ulipofika muda wa kujitambulisha unakuta wazazi wanasema uolewe na kinyozi.